Familia moja, mume amekuja na furaha nyumbani, mke amshtukia mumewe furaha alizonazo, amwambia tupe habari babake fulani. Amwambia bosi wangu, mke wangu, dua zetu zimekubaliwa. Siku zote nataka kumweleza bosi wangu mambo yangu ili aniongezee cheo, lakini nimepata fursa. Nini? Amesema tukatembee baharini tukavue, wiki mzima tutakwenda kufanya fishing. Kwa hivyo niandalie vifaa vangu, ile tudox yangu ya mishipi na ndoana na nini, niwekee vizuri na nguo zangu zile za baharini, lakini uniwekee na suti yangu moja. Mwanamke akasema suti baharini, ile suti yangu nyeupe ile pia uniwekee ndani. Lakini alikuwa ni mwanamke mwenye hikma, hakuanza kuambia suti ndani ufanya nini kwenye. Akasawa, yule mwanamke aliiweka suti. Bwana akaenda kule na starehe zake, urongo wake huko. Akija amwambia vipi? Asema tumeenjoy bwana, na mambo yashakuwa mazuri mke wangu, lakini uliharibu kitu kimoja. Nini? Suti yangu bwana ukuniwekea. Akamwambia mume wangu nakuwekea suti, sikuiona. Akamwambia basi ukufungua vifaa boxes tool ya baharini, juu ya mshipi mmeka suti kwanza, mishipi chini na ndoana na nini, juu kuna nini? Kuna suti. Kama ulivua kweli suti, ulifanya nini? Urongo hauendi mbali. Acha tabia ya uongo. Allah madamu akikukataza kitu, ina maana kitakudhalilisha, hakikufikishi mbali. Jiepushe na sifa ya urongo. Ni katika mambo ambayo yanamfanya mtu asiwe karibu na Mola wake, kama ambavyo sifa ya iktiab, kusengenya. La mwisho ni su'udhan, kuwa na dhana mbaya. Wakati wote muumini mwenzako kuwa na rajaa na yeye. Kama huwezi lolote, lakini usimbandike ambalo hujui kama analo. Kuna watu wana tabia za kunyamaza. Kule kunyamaza kwake sio kwamba ati pengine ni jeuri, hataki kukaa. Ni umbile lake, lipokee hivyo hivyo. Kuna watu hufanya kheri kwa siri. Sasa yule tajiri yule bwana, wasema kwenye kijiji kulikuwa na matajiri wawili. Mmoja auza nyama, buchari. Kila Ijumaa yuwagawanya nyama kwa maskini wote. Yule tajiri mwingine haonekani kutoa hata shilingi yake. Wakamsema jamaa mpaka siku ya kufa, wengi hawakwenda kumzika. Sema alhamdulillah, maana kila tukimwona twasikia dhiki, Allah amemuondosha. Siku ile alokufa ikifika Ijumaa hakuna nyama. Wakamwambia wataka kuiga yale ya yule bwana, umeshika nafasi yake, ameondoka. Takuwa kama yeye, bakhili kama yeye. Kwa nini? Mbona hakuna nyama? Asema ule bwana kila alfajiri alikuwa akiniletea pesa niwagawie maskini nyama. Kumbe ile nyama yatoka kwa nani? Yule walokuwa kimdhania ni mchoyo, ni nani, yeye ndio huinunua ile nyama. Yule wanasema kwamba ni mkarimu ndiye bakhili, na yule walomsema. Kwa hivyo acha su'udhanni, kwa sababu haya yote Allah tabaraka wa taala anaonyesha katika jamii yataharibu, yatavunja uhusiano mzuri, na mbele ya Allah yatakuwa ni yenye kutudha. Kwa hivyo tuepuke kila jambo katika mwezi huu. Jiangalie una sifa gani katika hizi: sifa ya kusengenya, sifa ya namima, kuchonganisha watu wagombane, sifa ya urongo, kila sifa mbaya. Ili Ramadhani ikija, tumesema hakuna mkulima ataenda shambani wakati mvua imenyesha, bali atakwenda wakati wa jua kuweka maandalizi.